Mlango wa 16. Katika mwaka wa 17 wa Peka mwana wa Remalia, Ahazi mwana wa Yothamu mfalme wa Yuda alianza kutawala. Alikuwa na umri wa miaka 20 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 16 katika Yerusalemu. Wala hakufanya mema machoni pa Bwana Mungu wake kama Daudi babaye, lakini aliiendea njia ya wafalme wa Israeli, hata akampitisha mwanawe motoni, sawasawa na machukizo ya mataifa Bwana aliwafukuza mbele ya wana wa Israeli. Kisha akatoa sadaka na kufukiza uvumba katika mahali pa juu na juu ya vilima na chini ya kila mti mbichi. Hapo ndipo akakwea Resini mfalme wa Shamu pamoja na Peka mwana wa Remalia mfalme wa Israeli juu ya Yerusalemu, ili wapigane, wakamhusuru Ahazi, ila hawakuweza kumshinda. Wakati huo Resini mfalme wa Shamu akawarudishia Waashami Elathi, akawafukuza Wayahudi kutoka Elathi, nao Waashami wakaja Elathi, wakakaa humo hata leo. Basi Ahazi akatuma wajumbe kwa Tiglath-Pileseri mfalme wa Ashuru, akasema, mimi ni mtumishi tena mwana wako, kwea ukaniokoe mkononi mwa mfalme wa Shamu na mkononi mwa mfalme wa Israeli walioniinukia. Ahazi akatoa fedha na dhahabu iliyoonekana katika nyumba ya Bwana na katika hazina za nyumba ya mfalme, akazipeleka kwa mfalme wa Ashuru kuwa zawadi. Na huyo mfalme wa Ashuru akamsikia. Mfalme wa Ashuru akapanda juu ya Dameski, akautwaa, akawahamisha watu wake mateka mpaka Kiri, akamua Resini. Naye mfalme Ahazi akaenda Dameski ili aonane na Tiglath-Pileseri mfalme wa Ashuru, akaiona ile madhabahu iliyokuwako Dameski. Mfalme Ahazi akamletea Uria kuhani namna yake ile madhabahu na cheo chake, kama ilivyokuwa kazi yake yote. Naye Uria kuhani akajenga madhabahu sawasawa na yote aliyomletea mfalme Ahazi kutoka Dameski. Ndivyo alivyoifanya Uria kuhani iwe tayari atakaporudi mfalme Ahazi kutoka Dameski. Na mfalme aliporudi kutoka Dameski, mfalme akaiona ile madhabahu. Mfalme akakaribia madhabahuni na kutoa sadaka juu yake. Akaiteketeza sadaka yake kuteketezwa na sadaka yake ya unga, akamimina sadaka yake ya kinywaji, akanyunyiza damu ya sadaka zake za amani juu ya madhabahu. Na ile madhabahu ya shaba iliyokuwako mbele za Bwana akaileta kutoka mbele ya nyumba, kutoka kati ya madhabahu yake mwenyewe na nyumba ya Bwana, akaiweka upande wa kaskazini wa madhabahu yake. Mfalme Ahazi akamwamuru Uria kuhani akisema, juu ya madhabahu hiyo kubwa uiteketeze sadaka ya kuteketezwa ya asubuhi na sadaka ya unga ya jioni na sadaka ya mfalme ya kuteketezwa na sadaka yake ya unga, pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya watu wote wa nchi na sadaka yao ya unga na sadaka zao za kinywaji. Ukanyunyize juu yake damu yote ya sadaka ya kuteketezwa na damu yote ya dhabihu. Bali madhabahu ya shaba itakuwa kwangu mimi ili niiulizie. Akafanya hivyo Uria kuhani, sawasawa na yote aliyoyaamuru mfalme Ahazi. Mfalme Ahazi akakata papi za matako, akaliondoa lile birika juu yake, akaitelemsha ile bahari itoke juu ya ng'ombe za shaba zilizokuwa chini yake, akaiweka juu ya sakafu ya mawe. Na ukumbi wa Sabato walioujenga katika hiyo nyumba na mahali pa kuingia pake mfalme palipokuwa nje, akavigeuza kuikabili nyumba ya Bwana kwa sababu ya mfalme wa Ashuru. Basi mambo yote ya Ahazi yaliyosalia aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Ahazi akalala na babaze, akazikwa pamoja na babaze katika mji wa Daudi, na Hezekia mwanawe akatawala mahali pake.